fanyeni kazi zenu, hivi jua lachwa. Wote walio kwenu apenda Mungu, na sisi tujuae na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tufurahishe. Fanyeni kazi zenu, hivi jua lachwa. Wote walio kwenu apenda Mungu, sisi tujuae na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tufurahishe. Yesu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema asante kwa sadaka hii. Wana na binti zako wametoa sadaka hii. Yesu, ninakusihi, Yesu, ninakusihi usiwaache watoto wako kwenye changamoto zao. Sadaka hii ikafanye baraka maisha. Sadaka hii ikanene yaliyo makubwa maishani mwao Bwana. Yesu, nasema asante hata kwa wale tutakwenda kuwaona. Sadaka hii ikafanye baraka katika maisha. Nami ni Bwana umeipatia kibali sadaka hii. Naomba na kuamini kwa jina la Masihi Yesu Kristo. Amen. Jamani, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Samueli wa kwanza sura ya 14 na mstari ule wa 6, Biblia inasema. Samueli wa kwanza sura ya 14 na ule mstari wa 6, Biblia inasema, basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na twende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yumkini Bwana atatutendea. Mwambie jirani yako, yumkini Bwana akakutendea. Sikilize, mwambie jirani yako, yumkini Bwana atatutendea. Iwe ni kwa wengi ama ni kwa wachache, yumkini Bwana atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope jeshi likija kubwa, usiliogope. Iwe ni wengi ama ni nini, wachache, yumkini Bwana akafanyaje? Atakutendea. Yani unachotakiwa uwe na jina la nani? Jina la Bwana. Bwana atakutendea. Usiogope maadui wako, usiogope jeshi unalokwenda kupigana nalo.
wawe wengi wawe wachache, sema hayanihusu. Nachojua yumkini Bwana atafanyaje? Atakutetea. Yumkini Bwana atakutetea. Leo ni sabato ya makambi. Sabato ya makambi, sherehe pekee kwetu sisi Waadventista ambayo imeambatana na baraka za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sherehe ambayo imeambatana na baraka za Bwana, sherehe za makambi ama sikukuu za vibanda. Sikukuu za vibanda zina baraka nyingi. Watu wanaweza wakalichukulia sikukuu ya vibanda ni kalenda ya kanisa. Yaani kuna watu wanaichukulia sikukuu ya vibanda kama kalenda ya kanisa, na matokeo yake washirika tunaendelea kuwa jinsi tulivyo miaka nenda rudi. Laiti tungalijua baraka zilizopo kwenye sikukuu hizi za vibanda, tungalichangamka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka nikwambie miongoni mwa baraka zilizopo kwenye sikukuu hizi za vibanda. Napenda kuwapa watu shuhuda halisi. Kuna vile visa unavijua vile vya alisimuliwa akamsimulia tena, alafu ndio kikakupata wewe sasa mwinjilisti. Mimi ninakupa kisa kilichotokea maishani mwangu nilipotambua tu baraka za sikukuu za vibanda. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 2017 nikiwa kanisa mahalia, tulialika kwaya kutoka Ukerewe. Sasa kwaya inakaa wapi? Kwaya inakaa wapi? Kama mnavyojua sisi Wasaba ni wazee wa mafungu mengi, lakini tukifika sasa kwenye kwaya itakaa wapi, utasikia kwani kamati ilijipangaje na kwa nini wanalileta dakika za jioni. Mimi nilikataa kuwa wa maswali hayo. Bwana Yesu wasifiwe. Nilikataa kwa jina la Yesu, na leo nakuombea na wewe na ukatae maswali hayo. Kwani unamuuliza Bwana, ni kwa nini leo umeniamsha? Wewe unamuuliza Bwana, kwa nini watoto wangu wanaenda shule na kurudi wazima, wengine wanapata changamoto? Wewe muulize. Na siku ukitambua maswali ya kumuuliza Bwana, hautabaki jinsi ulivyo. Hautabaki jinsi ulivyo. Kaa sasa kwenye vikao. Mimi nilikuwa mtu wa mwisho kutoa. Ndipo nikasema mimi maoni yangu kuhusu kwaya ikae wapi? Kwaya ikakae nyumbani kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wakaanza, huyu kijana anazungumza nini? Anajua hapa tunazungumza mambo mazito, alafu analeta masihara. Nikawaambia kwaya ikakae wapi? Unajua kwaya inakuja watu wangapi? Nikawaambia nisikilize, mimi nimesemaje? Sasa hayo mambo ya kwaya inakuja na watu wangapi? Bibi na nusu. Kwaya inakwenda nyumbani kwangu, itakula hapo hapo mchana, asubuhi na jioni mpaka kamilisha. Kwaya ilikuwa ya watu 40. Bwana Yesu asifiwe. Sasa choni kimoja unaweza ukapata picha. Sasa nawaambia hawaidi kuamka, foleni ndefu, uwe mnapanga foleni hapo. Mambo ya Bwana ni mambo ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Yani ng'ang'ania baraka za Bwana. Usijiangalie jinsi ulivyo, usiangalie namna walivyo wengi. Angalia baraka za Bwana.
ndoa ikiwa changa hapo. Sasa yule mama anamtwika mizigo. Nikamwambia, sikiliza, hapa ni baraka za Bwana tu, mambo ya ndoa weka kando, hapa ni baraka. Kwaya ikaja nyumbani, watu 45 wale wakaja. Sasa nalala chini kwenye korido, kwenye nini hapo, mambo ni burudani. Sasa umeshafika Utangaili, hapa sasa ndio kitaa hapa, ndio Dar es Salaam. Sijui walijua wanaenda hoteli lakini sasa ndio wamefika. Ni magodoro tu hapo yanashandikwa, yaani kwamba huku sasa ni wakina baba, huku sasa ni wakina mama. Ni mambo ya jumla watu wakakaa hapo. Choo sasa ni foleni, alafu mimi ni kama sijali, yani kama nimekata network, yani mimi ni kama nina habari. Jamani, watu wa Mungu mbarikiwe. Kambi ambayo halitasaulika, lakini kambi ilijaa baraka tele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni kwa wengi ama ni kwa wachache, Bwana atakutendea. Wachungaji na wao wakasema, na sisi tunakuja kula huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunakula huko. Timu ikaongezeka. Unajua wakija wachungaji wanakuja na wazee, kwa chuma vikaongezeka vyuma 10. Halafu kuna wale walimu wa watoto. Sasa hizo ni baraka. Lakini nataka nikwambie habari njema ni kwamba kambi liliisha na wote walikula hapo, na walioishi kwaya nzima iliishi muda wote wa kambi bila changamoto yoyote, na kwaya ilifurahi, na wameenda kutoa kielelezo walipokwenda. Licha ya changamoto kuishi kwa jumla, walitangaza vyema kuliko sehemu yoyote. Ilikuwa ni burudani na shangwe. Kila jioni tunakaa nje hapo, tunagonga muziki, wakati ubwabwa, maharage na kabichi tunakula, na Mungu aliye hai akabadilisha kabichi ikaonekana ni kama samaki. Hivi mpekula, yani vile vitu vinavyokuwa vitamu. Yaani sasa huyo ni Mungu pekee, kwa sababu ulitoa kwa moyo na kwa imani. Kwa kuwa ulitamani baraka za Bwana, Mungu anazibadilisha ziwe tamu zaidi maradufu. Tulikuwa tunafurahi, tulikuwa tunaenjoy, tulikuwa tunabarikiwa. Hakuna aliyelalamika. Tukatengeneza marafiki wengi huko Kilele, tulitengeneza marafiki wengi, watu walibarikiwa. Wewe nikwambie sasa, siku ya mwisho ile timu ikasema, nisikilize, Mwakabanga hatutakuacha jinsi ulivyo. Mwakabanga hatutakuacha jinsi ulivyo, hatutakuacha. Tunataka tukuombee kituko mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema tukuombeni. Nikaambia upendo. Akasema sawa, tutakuombea upendo. Tukapiga magoti. Waliomba watoto dabo. Na ujauzito wa kwanza ulishikwa wiki moja baada ya kambi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza usielewe haya, na sio tu kushika, walishikwa mapacha. Na si tu mapacha, walikuwa wa kike na wa kiume. Unataka Mungu akutendee nini? Unataka nini akutendee? Unataka useme Yesu wa kanisa hili la Wasabato hapa Vijibweni anatenda kazi kiasi gani? Unataka usemeje? Yesu anatenda. Yesu wa kanisa hili anatenda. Haujapotea. Leo nakutangazia rafiki, haujapotea. Na hata mke wangu alivyoenda, sio niwahi kuambia, alivyoenda hapo hospitali kujifungua, wakasema watoto wamefanyaje?
wameshageuka. Sasa akaende kawaida, mama akagoma, akasema siendi kujifungua kawaida. Daktari bingwa pale wanamfahamu, Dr. Mlema, wale wanaozurura, na ndipo anaenda kumpeleka kujifungua operation, anakuta mtoto akugeuka, watoto mapacho akugeuka. Akasema ombeni sana. Malaika wa Bwana alisimama hodari, aliona hatari iliyokuwa tumboni, kwa sababu watu wa Mungu waliomba. Hapa kinachotakiwa iwe kageuka iwe hajageuka, watoto lazima watoke, hakuna mbambamba. Sinsi tu liliamuliwa na Bwana litamalizwa na Bwana. Hizo ni miongoni mwa baraka nilizopata kwenye makambi. Wangapi wanataka kupokea baraka za makambi? Mungu awabariki sana, na iwe hivyo kama matamanio yenu, na iwe hivyo. Sadaka ya kukarimu wageni tu kwenye kambi ilileta kizaazaa. Bwana Yesu asifiwe. Na nilivyotambua kumbe kwenye makambi huwa kuna baraka nyingi. Watoto walipozaliwa walikutana na kambi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilipowapeleka kubariki, namwambia mke wangu, tutendeje hapa? Unajua tukifanya kituko tutapata kitu kingine. Sasa mke wangu akaniambia, unataka mapacha wengine? Kabla hapana babu, hawa ni wadogo sana, hapa tutapata kingine. Tukaenda kwenye mji wetu fulani. Sasa hapa kwenye mji, ili eneo ni kubwa sana, na ili eneo kanisa liko mbali. Chola mstari mama, huku patakuwa ni kanisa, huku patakuwa kwetu. Tuchukue hati jamani, hati yenu hapa, kanisa lianze hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo vilivyotokea, sitaki kukwambia, utatamani kutoa kwa ajili ya makambi. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kukwambia, na kanisa liko hapo, limeshaanza tayari, limeshaanza. Tulichola mpaka jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na nani? Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na nani? Usikae kizembe hekaluni pa Bwana. Location. Bwana Yesu asifiwe. Nilivyotambua tu leo tutaenda live, nimevaa suti. Location, sijui mashati yenu yale ya kitenge, achana nayo, sasa ni live. Na suti. Kwaya ilivyojua tu leo inaenda live, mmeona. Yani nikuja nikwambie, ndivyo inavyotakiwa hekaluni mwa Bwana. Yasiye makapo hapa mnayaacha tu, hayo ndio yana baraka zenu. Leo ni makambi, tunatamani Vijibweni kuwa na makambi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani Vijibweni kuwa na makambi ya mfano, watu wabarikiwe, majirani wabarikiwe. Tukiwa tunajiandaa na utoaji huo, tujiandae na kupokea baraka za Bwana. Wimbo nambari 49, beti la kwanza na beti la 4. Ninaye rafiki naye alinipenda mbele, kwa kamba za pendo lake nimefungwa mbili. Aukaza
zako ziambatane pamoja nasi. Roho Mtakatifu atufundishe. Naomba na kuamini kwa jina la Masihi Yesu Kristo. Amen. Katika kutuza kupitia maandiko, kisha tutaingia kwenye uchangiaji wa makano. Yonathani akiwa amejificha kwenye ngome. Yonathani akiwa amejificha kwenye ngome, akitazama kulia, anaona mahadui wamemzingira. Akitazama kushoto, maadui wamemzingira. Mfalme jenerali ametoa amri asitoke yeyote, kwa sababu adui amezingira. Adui amezingira. Adui alikuwa ana wanajeshi maelfu sana, wako karibuni 30,000, lakini wanajeshi maalum wapo 6,000. Yonathani yupo na jenerali na wanajeshi 600, na ndipo anasema iwe kwa wengi ama ni kwa wachache, yumkini Bwana atatutendea. Taifa la Mungu lina silaha mbili, wana mapanga mawili tu kwenye jeshi la watu 600. Wafilisti wapo 30,000 waliopo mtaani, wapo 6,000 wenye magari ya vita, na kila mtu na silaha. Taifa la Mungu wapo na silaha mbili tu, mapanga mawili tu. Na ndipo Yonathani akiwa kwenye pango, ujasiri, nguvu ya Mungu iliposhuka, akamwambia msaidizi wake, sikiliza, twapaswa kwenda na jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kwenda na jina la Bwana. Kama kwa watu wameshatuzidi, wanajeshi kubwa sana, kama kwa silaha wameshatuzidi, wana silaha nyingi sana, tunapaswa kwenda na jina la Bwana. Leo nakupendekezea rafiki, mambo yanapokuwa magumu, nenda na jina la Bwana. Nenda na jina la Bwana. Yonathani anamwambia msaidizi wake, ni ishara gani Bwana atatupatia? Yonathani akamwambia, ikiwa tutakapofika eneo la vita, wakituambia tupandie mlimani, tambua Bwana yu pamoja nasi. Wakituambia tusubiri huko tunawajia, tambua Bwana ametuacha. Yonathani
aliweka alama na Bwana kwenye maisha yake, kwamba Bwana, ikiwa ili tutambue uko pamoja nasi, tuifuate hiyo vita, tunaomba utupatie ishara hii. Wakituambia tujie, tunajua Bwana uko pamoja nasi. Ndipo Yonathani akaondoka kimificho na msaidizi wake, wanakwenda kupigana na jeshi la watu 36,000 wakiwa na silaha. Yonathani wao wana upanga mmoja, wako wawili tu na upanga mmoja. Ndipo wakapika katika uwanda wa vita. Wakafika kwenye uwanda wa vita, Yonathani ana mikwala kweli kweli, ana mikwala. Mfalme anaambiwa kijana wako ameenda vitani. Mfalme ameanza kulia akijua amempoteza mtoto wake mpendwa. Yonathani alimwambia mshiriki mwenzake, iwe ni kwa wengi ama ni kwa wachache, yumkini Bwana atatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Walikwambia rafiki yangu, usiogope vita, usiogope ukubwa wa jambo. Wenda makambi, tumesema kwamba haya makambi ni milioni 50. Tutawezaje? Mbona tuko wachache? Kwa alikwambie iwe ni kwa wengi ama ni kwa wachache, makambi mazuri lazima yafanyike vijibweni. Iwe ni wengi ama ni wachache, makambi mazuri yatafanyika hapa. Usiangalie mbona wengi sisi ni wa biashara ndogo ndogo, bali kwambie usiangalie hizo, mtazame Bwana. Iwe ni wenye fedha ama wenye fedha kiasi, lakini tunachotaka kujua, makambi mazuri lazima yafanyike vijibweni, lazima yafanyike vijibweni. Yonathani akiwa chini ya mlima, ndipo Wafilisti wakasema, tupandieni huku juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yonathani akasema, Bwana amewaweka watu hawa mkononi mwetu. Wanatuona sisi ni wawili, lakini watakwenda kukutana na kisanga cha Bwana huko juu. Hapo ndipo Msabato sasa unamkuta ana mabega anaweka hivi, anapotambua sasa Bwana yuko upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Yonathani wakaanza kukwea mlima, wakakwea mlima. Katikati ya mlima ni mrefu, silaha ikawa nzito, wakaiachia silaha, wakakwea mlima. Walivyofika juu mlimani, wakalala wote chini, wamechoka, wamelala chini mbele ya majeshi ya watu 36,000 ya Wafilisti, na wote wakiwa na upanga. Wafilisti wakaanza kucheka. Sasa hiki ni kituko gani leo? Leo tumekutana kituko gani leo? Yani hawa ndio wamekuja vitani. Wafilisti wakaanza kucheka. Ngoja nikwambie, Wafilisti hawakutambua zile ndume zilikuja na jina la Bwana. Hawakutambua. Wafilisti hawakutambua. Hawakuwa na macho ya rohoni, hawakuona jeshi lilokuwa na watakatifu wa Bwana. Na ngoja nikwambie, wakati wamekwenda japo tu wawashike, ndipo malaika wa Bwana wakaua maelfu kwa maelfu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Yesu tunayemzungumzia hapa. Wafilisti wakahamaki, ni nani anayatenda haya? Zile ndume zinainuka, hazina panga, zikirusha tu hivi mtu yuko kule kafa. Wafilisti wakaona miujiza ya Bwana.
kwa wengi ama ni kwa wachache. Unachotakiwa uwe na jina la Bwana. Kuna watu wako hapa, inawezekana ni mashuhuda wa kazini kwao huko, kuna watu wanawachawia kila siku wasipande vyeo, lakini ngoja nikwambie, kila wakiweka uchawi ndipo watu wa Mungu wanapanda zaidi. Ngoja nikwambie, hawakujua hao watu wana jina la Bwana. Hao watu wana jina la Bwana. Kuna watu, ngoja nikwambie, na nyinyi labda mabinti hamuwajui, wanachawia binti fulani asiolewe na wanaimba kwaya pamoja na wewe, ama wengine ni vikosi vya shule ya Sabato. Ngoja nikwambie, na kadiri wanavyochawia ndio washiriki mabinti wa kanisa hili wanazidi kuolewa kila siku. Nini tafsiri yake? Hao mabinti wana jina la Bwana. Tuwe na jina la Bwana, tuwe na jina la Bwana. Kwa nikwambie, inawezekana rafiki yangu mimi hujanielewa, uko pale nyumbani kwako, watu kila siku wanaamka wanamwaga damu kwenye nyumba yako wakisema hii ndume leo haiamki, huyu mama leo haamki. Lakini habari njema ni kwamba kila siku unaamka ukiwa mzima. Wanashangaa ni kwa sababu una jina la Bwana. Kazi ni moja, imarisha mahusiano yako na Mungu. Yale maombi yako ya kuungaunga, yale maombi yako ya kudownload yale, si unayajua? Ukiomba leo ni mpaka mwakani, si unayajua? Ukikutana na msisimuko wa leo wa Sabato ya makambi ni mpaka msisimuko mwingine wa Sabato ya uamsho na matengenezo. Lakini hayo yamekuweka karibu na Bwana, hata ibilisi hapati nafasi. Kazi ni moja, rekebisha mahusiano yako na Mungu, yataamsha hata yale mengine yaliyokuwa mazito maishani. Makambi ya mwaka huu yatakuwa ni makambi yenye baraka. Tujiandae kung'ang'ania baraka za Bwana kwenye makambi ya mwaka huu, iwe ni kwa wengi ama ni wachache. Yumkini Bwana atakutendea katika makambi ya mwaka huu. Rafiki yangu nikwambie, kuna watu ambao bado wana changamoto maishani mwao, hata za kupata watoto. Hata kama una miaka 40, miaka 45, usiangalie umri wako, muangalie Bwana, tumbo lako litapokea mtoto. Usiangalie shida zako, wema wa Mungu upo. Hata kama una miaka 40 na hujaolewa na haujaoa, makambi ya mwaka huu yanakwenda kufungua baraka maishani mwako, yanakwenda kufungua baraka maishani mwako. Kuna mtu anasema baraka ufunguliwe nayo hizo akili za kwako wewe ulizokuwa nazo. Mwambie, nisikilize, hizi akili nilizokuwa nazo Bwana anakwenda kuzifungulia baraka, na ninafaulu vizuri shuleni. Iwe ni kwa wengi ama ni kwa wachache, yumkini Bwana atatutendea. Yumkini Bwana atatutendea. Yumkini Bwana atatutendea. Mchana wa leo nikutamkie baraka za Bwana maishani mwako. Nikutamkie baraka za Bwana maishani. Yesu akubariki katika kazi zako. Yesu akubariki katika ujasiriamali wako. Yesu akubariki katika shule yako. Yesu akubariki shambani. Yesu akubariki njiani. Na kutamkia baraka za Bwana. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nao. Kila unachokigusa Bwana akakibariki. Kila unachotenda Bwana akakibariki. Kila unachotamani kupokea Yesu wa mbinguni akakibariki. Baraka za Bwana ziambatane. Tunapojiandaa kwa habari ya kutoa kwa makambi, rafiki yangu nikwambie,
hautabaki jinsi ulivyo. Nimekupatia kisa tu cha Mwakabanga, namna alivyopokea baraka zake. Ni kwa sababu tu alijua baraka zinazoambatana na sikukuu za vibanda. Haujachelewa, bado una nafasi ya kupata baraka za Bwana. Kwaya nzuri hapa iliyovaa vizuri kwa kupendeza, inapokuja kuimba washirika ambao tumejipanga na kupokea baraka hizi, tujiandae na sadaka zetu za makambi. Lile kapu la sadaka ya makambi liko wapi? Kapu kimekaa pale cheupe. Samani, kikapu ni kile pale rangi ya brown, ndicho kilichokaa kwa ajili ya sadaka ya makambi. Sadaka samani, ni mchango wa ujenzi wa kambi, ni sadaka ya kambi. Sadaka ya ujenzi wa kambi, sadaka ya ujenzi wa kambi. Tunapokwenda kutoa sadaka hii ya ujenzi wa kambi, baraka za Bwana zitaambatana na wewe. Baraka za Bwana zitaambatana na wewe. Kwaya nzuri inapokuja kumtukuza Bwana hapa, rafiki yangu, usikae kwenye kiti, usikae kwenye kiti. Mimi nakupendekezea tu usikae kwenye kiti, usikae kwenye kiti. Hakikisha unakuja kuchukua baraka zako hapa. Lakini kwa nikwambie, inawezekana pia haukuja na cash. Andika magoli ya kanisa mnayafahamu, na huenda mna magoli tayari, lakini umepewa zaidi na Bwana. Toa zaidi, usitoe sawa na Mwakabanga. Kwa nikwambie, yani wewe ndugu yangu, kila siku unatembea na TZ11, mimi kila siku naweka mafuta kwenye gari, lakini mimi naiweka mafuta, nataka nitoe sawa na wewe. Huo ni uchoyo. Kwa nikwambie rafiki yangu, jitahidi kutoa zaidi. Toa zaidi, wasaidie wale wengine ambao magoli yao yako chini. Using'ang'anie kuwa na goli sawa na wenzako, ili hali wewe umebarikiwa zaidi. Jua kudai baraka za Bwana. Jua kudai baraka za Bwana, rafiki yangu. Usikubali kukaa kwenye kiti. Ila kama haujakuja na kiasi, andika. Wale mashemasi, kama kuna mwenye karatasi, andika pledge yako. Hata kama wewe ni mgeni umekuja hapa, toa. Usiseme kanisani kwangu nimeshachanga, sijui wapi nimeshachanga. Wewe mizani umekutana na baraka za Bwana, pita nazo, usiziache. Pita nazo, usiziache. Yaani usikubali kukaa kwenye kiti. Usikubali kukaa kwenye kiti. Baraka za Bwana leo zisikupite. Na mwisho tutakuwa na ombi zuri hapa, tukiongozwa na mzee wetu kiongozi, nami nitaomba pia. Baraka za Bwana zisikupite. Hata kama umeshatoa, toa tena. Ni kuhakikisha tunakuwa na makambi mazuri ambayo yanamtukuza Bwana. Usikubali kupitwa na baraka za Bwana. Usikubali kupitwa na baraka za Bwana. Usikubali kupitwa. Wale ambao hawajaja na kiasi chochote, waandike, andika sehemu. Usikubali kupitwa. Yaani mimi nachokupendekezea, usikubali kupitwa. Lakini pia inawezekana umekuwa na changamoto ya muda mrefu. Mwambie Bwana, kwa sadaka hii ndiyo suluhisho la changamoto yangu. Mungu ni msikivu, Mungu anasikia, Mungu anatenda. Bwana yu hai, yuko pamoja nawe hata sasa. Usikubali kupitwa na baraka hii. Rafiki yangu, jiandae. Usikubali kukaa. Kwaya karibuni kwa nyimbo nzuri.
nazo changamoto nyingi, huenda tusingekuwa hai leo. Hakika umekuwa nasi Bwana, tungefunuliwa macho tukaona ulivyotuepusha nazo changamoto nyingi, huenda tusingekuwa hai leo. Twakushukuru Mungu wetu, wewe ni mwema, wastahili kuabudiwa siku zote. Ulinzi wako umekuwa pamoja nasi, jina lako lihimidiwe milele zote. Twakushukuru Mungu wetu, wewe ni mwema, wastahili kuabudiwa siku zote. Ulinzi wako umekuwa pamoja nasi, jina lako lihimidiwe milele zote. Kuna muda twalalamika sana, tunamlaumu Mungu kwenye shida, lakini twasahau yale mema afanyayo. Tujifunze kushukuru siku zote. Kuna muda twalalamika sana, tunamlaumu Mungu kwenye shida, lakini tusahau yale mema afanyayo. Tujifunze kushukuru siku zote. Twakushukuru Mungu wetu, wewe ni mwema, wastahili kuabudiwa siku zote. Ulinzi wako umekuwa pamoja nasi, jina lako lihimidiwe milele zote. Twakushukuru Mungu wetu, wewe ni mwema, wastahili kuabudiwa siku zote. Ulinzi wako umekuwa pamoja nasi, jina lako lihimidiwe milele zote. Twakushukuru Mungu wetu, wewe ni mwema, wastahili kuabudiwa siku zote. Ulinzi wako umekuwa pamoja nasi, jina lako lihimidiwe milele zote. Sana wanakwaya na wote waliotoa kwa ajili ya mchango wa kambi, lakini bado watu ambao hakujipanga, lakini mchana tunajua watakuja na sadaka zao, lakini wengine wametamani kuja na sadaka zao Sabato ijayo. Usiache, fanya hivyo. Baraka za Bwana zipo, zinakungoja. Mungu awabariki sana. Mzee kiongozi, ni kualike hapa mbele. Tutaimba wimbo nambari 137, Saheri ya Sala, beti la kwanza na beti la 4. Tutakapomaliza tu beti la kwanza, beti la 4 tutashuka magotini na mzee kiongozi atatukabidhi mbele za Bwana na kututakia baraka. Nami nitahitimisha kwa ombi. Saheri ya sala. Saheri ya sala.
unapojidhiri kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi waliochoka sana saya salam iliyo heri waliochoka sana watapata. Mkutano mzima twende magotini. Tutakapopewa mibaraka ya Roho tukimwamini, kwa kuamini kweli hatutaogopa waliochoka sana watapata. Saya sana iliyo heri waliochoka sana watapata. Wetu na Baba yetu wa mbinguni, umekuwa ni mchana mzuri, mchana wa kuleta sehemu ya vile ambavyo umetubariki, ili nasi tuibariki kazi yako. Jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kike na wa kiume mchana wa leo wametoa kwa ishara ya kwamba Bwana wanakupenda, na kwa sababu hiyo ninawaombea mibaraka kwako. Kawapatie mibaraka ya afya, kawapatie mibaraka ya fedha na mali, kawapatie familia njema, watoto wazuri watiifu, kawapatie haja za mioyo yao Bwana, ikiwa ni kazi na mambo mengine wanayotamani katika maisha yao. Bwana, ninakuomba ukawabariki mchana wa leo. Tunashukuru Mungu wetu kutushirikisha katika kazi yako takatifu ambayo wewe mwenyewe ungeweza kuifanya kwa uwezo wako mkubwa, lakini umetuita mmoja mmoja tushiriki katika mpango huu wa wokovu wa kuwaandaa wengine, huku tukijiandaa na sisi wenyewe kuurithi ufalme wako. Mungu wetu, endelea kututumia kwa kadiri ya mapenzi yako. Ikiwa yuko mtu mmoja hapa ambaye bado anasitasita katika imani ya kutegemea,
unapokuwa umetutumia kuandaa watu wengi kuja kwako, basi usitusahau na sisi katika ufalme wako. Utakapokuja Bwana, wote tulioko hapa na wengine ambao wataongolewa na kuvutwa kwa ajili ya kazi zetu na mivuto yetu, tunapata nafasi ya kulisi ufalme wako. Asante Bwana kwa sababu umetusikia. Tunapoenda kwa mapumziko, basi uwe pamoja nasi. Sabato ya leo ikawa ni sabato ya kukumbukwa katika maisha yetu yote. Katika jina lako tunaomba na kushukuru. Yesu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante. Baada ya leo Bwana umeipatia kibali mbele zako, wana binti zako, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee, tumepokea baraka zako Bwana. Tumepokea baraka zako Bwana. Tunaondoka tukiwa na ushindi wa jina la Bwana. Tunatembea tukiwa na jina la Bwana. Yesu, utukufu wako udumu kuwa pamoja nasi. Tunaondoka tukiwa na ushindi. Yale matumbo yaliyofungwa yamefunguliwa na jina la Bwana. Tunaondoka tukiwa na ushindi. Sisi tusiopata wachumba tumepata wachumba kwa jina la Bwana. Tunaondoka na ushindi. Biashara zetu zinalindwa na Bwana. Baraka zako Yesu zikajae maradufu katika maisha yetu. Wale wenye biashara ndogo ndogo, Yesu ukazikuze biashara zetu. Wale tuliokata tamaa, tuondoke na imani kubwa ya jina la Bwana. Yesu, ibada ya leo utukufu wako ulikuwako na hata sasa uko. Yesu, nakusihi usituache bali tuzingire. Tuliokuja tu wadhaifu wa afya zetu, Yesu nakusihi utuponye hata sasa. Utuponye hata sasa. Watu wametoa wenda hata ile senti ya mwisho na hawajui wakiondoka hapa maisha yatakuwaje. Yesu, ninakusihi muujiza ule uliofanya kwa yule mama wa Sarepta ufanye hata kwa watu wako hapa leo. Kuna watu wameahidi Bwana na hawajui watapata wapi. Watendee, watoe nadhiri hii mbele zako Bwana. Mwisho Bwana, tukapata kuwa na makambi wa viwango vya juu ambalo jina lako likatukuzwe katika wewe. Bariki washirika hawa wenzangu, bariki uongozi wa kanisa, wazee wa kanisa pamoja na mchungaji. Wapatie njozi na kulisukuma gurudumu hili la Injili Bwana. Kisha washirika wote tuliojitoa kwa kila mtu na aina yake, kuanzia yule shemasi aliyeandaa kanisa mpaka yule aliyeandaa mimbari, hata aliyeandaa tu matangazo. Bwana, ukatubariki isivyoweza kutamkika. Tubariki Bwana, baraka zako ziambatane pamoja nasi. Naomba na kuamini kwa jina la Masihi Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki sana. Baraka za Bwana ziambatane naye. Bwana Yesu asifiwe. Fanyeni kazi zenu, beti la kwanza tunapohitimisha na kwenda kwa ajili ya mapumziko. Ninaomba tusimame, praise team mtuongoze. Fanyeni kazi zenu, beti la kwanza, wimbo namba 59. Elda
na semina maalum itasimamiwa na mzee wetu kiongozi Shadrack Ombeni ni Mzihirwa. Kwa hiyo tusikose, twende tukapumzike. Wangapi hawatarudi? Ambao hawatarudi mchana, ambao hawatarudi kwa uaminifu kabisa, ambao hawatarudi, yani hawatarajii kuwepo kwenye semina mchana, ambao hawatarudi, ninaomba wanyoshe mkono na mimi. Ninaona mtu mmoja kule, mwingine, watatu, wanne, watano. Basi bahati nzuri hapo wengi sana. Baada ya hapa nitaongea nanyi mmoja baada ya mwingine ili tuweze kujua mnaenda wapi kwa ajili ya ibada siku ya Sabato. Haleluya. Wengine wana nani maalum kabisa, na hivyo basi